Dani, hii mimba ni ya kwako. Mimba gani hiyo? Acha kunisingizia mambo yako. Dani, please, naomba usinikatae. Acha kunifatafata. Haiwezekani mambo yako ufanye na watu wengine, uje uniangushie mimi jumba bovu. Maisha ya chuo huleta uhuru na maamuzi binafsi, lakini mahusiano bila mipango na uwajibikaji huweza kusababisha mimba zisizotarajiwa, maumivu ya kihisia na hata vitendo vya ukatili wa kijinsia, hasa kwa wasichana. Nuru, nini shida? Mbona unalia sana? Nina mimba na nimekataa kabisa. He, una mimba? Basi hiyo mimba itoe tu. Unataka wazazi wako waone nini? Masomo yako yataharibika. Hapana Rehema, kutoa mimba ni hatari sana. Unaweka maisha yako na afya yako hatarini. Ni bora tutafute njia nyingine ambayo itakuwa sahihi. Akiwa katikati ya hofu ya familia, masomo na mustakabali wake wa baadaye, Nuru alibaki njia panda, na hapo ndipo maamuzi hatarishi yakaanza. Basi baki na mimba yako. Nyuma Makijeti in town. Usijali besti yangu. Hii ni changamoto kwako. Mimi naamini kuna njia nzuri ya kulitatua hili. Mimi niko nawe bega kwa bega, sawa? Nuru alitafakari ushauri aliopewa na rafiki zake, akaamua kufanya uamuzi wa kumeza vidonge kwa ajili ya kutoa mimba. Tumbo linaniuma. Jamani, hii hali sio kawaida. Haraka tumwaishe hospitali. Ngoja nipigie gari la gonjwa la chuo lije kumchukua. Nuru alipatiwa huduma ya mimba baada ya kuharibika, yani post-abortion care, huduma ya kuokoa maisha, sio ya kutoa mimba. Huduma hii hutolewa kwa yeyote anayepata madhara baada ya kujaribu kutoa mimba au mimba kuharibika. Post-abortion care ni miongoni mwa huduma rafiki kwa vijana zinazotolewa na hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Nuru, sasa ilikuwa jaribio la kutoa mimba ambao kwanza ni hatari kiafya kwako wewe kama binti. Unaweza kupata maradhi makubwa ya bakteria chini kwenye mji wa uzazi, lakini pia unaweza kutoka damu nyingi ambayo ikasababishia kifo kutoka kizazi. Lakini pia ni kinyume na sheria za nchi na sheria za chuo ambazo zikachukuliwa hatua kali za kisheria ambazo ikiwemo ni kufukuzwa chuo na mambo mengine ambayo ya kusababisha ukashindwa kuendelea na masomo. Nashukuru sana dokta. Niliogopa, sikuwa na msaada. Alonipa mimi alikataa. Baada ya kuokolewa kimwili, jeraha la mwili lilianza kupona, lakini jeraha la kisaikolojia lilihitaji msaada wa kitaalamu. Kupitia rafiki yake Naomi ambaye ni mwelimishaji rika wa Chuo Kikuu cha Dodoma, Nuru aliweza kuunganishwa na kitengo cha ushauri nasihi cha chuo, ambapo alipatiwa huduma za kibobezi za masuala ya kisaikolojia bure zilizomwezesha kurudi katika hali yake ya furaha, kujiamini na kuweza kuendelea na masomo yake kama kawaida. Sitaki tena kusikia habari za mahusiano. Hebu ngoja niendelee na model tu. Kijana, epuka mahusiano yasiyo na afya chuoni. Kumbuka, kutoa mimba ni kosa kisheria. Ikitokea umepata changamoto zozote zihusianazo na masuala ya mimba, fika kwenye hospitali ya chuo upatiwe huduma rafiki kwa vijana. Ujumbe huu umeletwa kwenu na hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kushirikiana na mradi wa UNESCO wa O3+.